ila najua pia muda ni ukuta, hatutaweza kusema yote kutosheleza vile ninavyotamani. Amen. Mimi sio mgeni, nadhani wote kama sio wengi mnanifahamu. Nijue tu nione kama kuna yote anayesema anifahamu na hajawahi kuniona leo ndio ananiona. Okay, wote basi ni wenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Niwaletee salamu nyingi sana kutoka kwa mke wangu Pendo. Alituma salamu nyingi. Hatujaambatana naye wakati huu kwa sababu jana alikuwa na zamu ya kuhubiri katika ibada ya CCT idara ya wanawake pale Manispaa Tabora, na kwa sababu pia alikuwa na kikao chao cha mwisho cha maandalizi ya maombi ya wanawake dunia kimkoa atakayofanyika kule Urambo. Na kwa kuwa sisi pia ni viongozi wa CCT mkoa, tuliona aibu kidogo kuacha ibada hiyo na kikao hicho, na hivyo akalazimika kusalia ili kuweza kushiriki kule. Lakini Bwana akimpa neema, Jumamosi atafika hapa na Jumapili atakuwepo hapa pia. Tunashukuru sana kwa mapokezi yenu ya upendo na furaha na ukarimu mkubwa. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mara ya kwanza tulipofika hapa Mpanda 2023 mwezi wa 4, kumbukumbu zangu, tulishangazwa na ukarimu wenu, tulishangazwa na ushirikiano wenu, tulishangazwa na upendo wenu, na mimi nilikuwa nafikiri kwamba niwape muda, kwa sababu Wasukuma wana usemi mzuri sana, moto unapokuwa unawaka unaweza akasema moto gwambe. Nikafikiri ulikuwa ni moto wa nini? Wa mabua. Lakini mlisha thibitisha kwamba sio moto wa mabua, ni moto kwa kweli unawaka wakati wote. Kwa hiyo toka 2023 nyakati zote tunakuja, hatujawahi kuona tofauti, na kila itwapo leo tunakutana na mambo makubwa mapya. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Mungu awabariki. Tunashukuru kwa ajili ya uongozi wenu wa jimbo, bila kujali kwamba mara ya kwanza tulimkuta nani mwenyekiti wa jimbo, nadhani alikuwa ni mzee wetu, si ndio? Wewe ulikuwa mwenyekiti wa jimbo wakati huo? Nani alikuwa mwenyekiti wa jimbo? Kama Mmola, yes. Lakini tulikuta uongozi uko vizuri, na picha ya kwanza ushirikiano tuliona hapa. Tangu mimi nimekuwa askofu katika Dayosisi ya Tabora, mara nyingi tunapokuja jimbo la Mpanda, hata kabla halijagawanyika lile lingine la Tanganyika, tuliona mshikamano wenu. Amen. Na haijawahi kupungua hata mara moja. Makanisa mengine na majimbo mengine inatosha tu pale alipo mwenyekiti, akiwapo mwenyekiti wa jimbo basi inatosha. Lakini ninyi mnaonyesha mfano mzuri. Mungu awabariki sana. Lakini hata alipotoka Mama Mula akaingia ambaye sasa tunaye huko, tuliona mwendelezo mzuri, na sasa hivi pia yupo mchungaji Shiriri, bado tunaona mwendelezo ule ule. Kwa hiyo kama tungeweza kusema mbio hizi ni mbio nzuri za kupokezana kijiti ambazo hazipoi. Mungu awabariki sana. Lakini pia mshukuru Mungu, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa lenyewe. Mapokezi haya yanadhihirisha upendo na kujitoa kwenu kwa Mungu. Amen.
maana kama jana mlikuwa kanisani na leo pia mmekuwepo, basi sisi hatuna cha kusema zaidi ya kumshukuru sana Mungu kwa ajili yenu na kwa muda wenu. Mungu awabariki sana. Naonyesha jinsi mnavyompenda Mungu na mnavyotupenda sisi viongozi wenu. Mungu awabariki sana. Na tatu na mwisho, katika salamu zangu za shukurani na mshangao, ni kuona mambo makubwa yanavyoendelea hapa AICT Elimu Mpanda. Mimi kidogo nipotee. Bwana asifiwe. Kidogo nipotee kwa sababu nadhani mwaka mpya umekuja na baraka nyingi mpya kubwa. Na tunawapongeza kwa ushirikiano wenu, kwa utumishi wenu mbele za Mungu, na hata kwa ajili ya kumpokea kiongozi mpya wa kanisa, mchungaji mteule Pasco Busunge pamoja na mkewe. Mungu awabariki sana. Nimeona sikumbuki kama wakati ule tulipokuja, kozi kulikuwa kuna namna, sina kumbukumbu vizuri kama huko ilikuwa imesha kuwa extension ya namna hiyo na bado inaonekana kuwa sehemu ya kanisa. Mungu awabariki. Mnatembea kama wana manabii walivyosema, mahali hapa patoshi, tushuke twende Jordan tukakate miti tupate kukupanua. Ninaiona hiyo roho ya wana manabii ndani yenu. Mungu awabariki sana. Na inapendeza. Lakini pia tumekuta huko ofisi na imependeza zaidi. Nadhani alichokisema mchungaji mteule kwamba anaendeleza yale aliyoyakuta, na kweli mnaendeleza vizuri. Mungu awabariki sana. Tukiwa na ofisi kama hizo 5, 6, 7, 8, 9, 10 katika diocese, basi tutasema tuko vizuri. Amen. Ofisi hiyo hata kwangu haipo, pale kanisani kwangu haipo. Hata nadhani inachuana na ofisi ya diocese, na bila sasa na rangi mpya na vioo vipya inapita hata ofisi ya diocese. Mungu awabariki sana. Ikiwezekana tukizungumza na waheshimiwa wakakubali, mimi nitabaki huku nikiwa hapa kwenye ofisi mpya. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo inaonyesha jinsi mlivyo na uongozi imara, sio tu wa mchungaji, lakini tunajua tangu tulipokuja dakika ya kwanza, mama askofu yeye ana baraka zake na abilities na uwezo wake tofauti. Na mara ya kwanza alipokuja tu hapa, alipoona vitu na kukutana na watu na baadhi ya viongozi wa hapa, aliniambia kwa kweli hapa Mpanda wana baraka ya pekee sana ya viongozi wa kanisa waliopo, ikiwa ni pamoja na watendaji. Kwa hiyo tafadhali jipigeni makofi. Baada ya kusema hayo, wakati natembea kwenye ziara, na sitachukua muda mrefu, sitahubiri sana, nitasema machache, tuombe alafu tuende. Amen. Wakati ninatembea kwenye makanisa kwenye ziara, na kadri Mungu alipokuwa ananisukuma kuyabatiza makanisa mengine majina, nilipokuwa nimerudi Tabora, mchungaji mmoja akaniambia, sasa baba askofu, tunatamani hata hapo kwetu Mpanda kama tungepata jina, tunatamani kupata jina. Sasa ilibidi niombe, na baada ya kuomba kabisa kukawa na msukumo sio kawaida toka moyoni. Nilipokuwa nasoma kitabu cha Kutoka, nikakutana na hiyo sura ya 15 mstari wa 27, anasema wakafika wana wa Israeli wakafika Elimu.
sawa sawa, na mahali pale panatajwa kwamba, of course haisemi kwamba ni bonde, ila ni bonde, eneo lingine ni jangwa, ni mawe, lakini pale kafika wapi? Bondeni. Na katika hilo bonde kuna baraka mbili kubwa, baraka ya vijito, wengine wanasema vijito, wengine wanasema chemchemi, wengine wanasema visima 12. Na kama tungeweza kutafsiri vizuri na kusema liko jeshi la Mungu linalosafiri lenye makabila 12, ni kwamba Mungu aliwafikisha mahali ambapo wangeweza kutuliza mioyo yao, na kila kabila likapata kisima chake, kila kabila likapata kijito chake, kila kabila likapata chemchemi yake. Kwa hiyo walifika mahali palipokuwa na hizo chemchemi ngapi? 12. Lakini zaidi ya hizo chemchemi ni kwamba kuna miti ya mitende 70. Amen. Jangwani ukifika mahali ukakutana na mti wa mtende, ukafika mahali ukakutana na kijito ama kisima ama chemchemi, basi ujue hapo umefika, ni mahali pa baraka. Amen. Kwa hiyo wakapiga kambi pale, na katika kutafakari kwangu nikaiona AICT Mpanda mjini inastahili jina la elimu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo kimsingi, na maelezo matatu kwa ufupi, ni mahali pa utulivu, mahali pa baraka na mahali pa ufanisi. Sema amina. Kwa hiyo nikaona tuwape hilo jina, na tunaona mnaendelea vizuri, mnalitafsiri hilo jina vizuri, kwa utulivu mlionao, kwa baraka mnazozihesabu na ufanisi mnaodhihirisha katika jina la Yesu. Niombe muendelee kuliishi hilo jina. Amen. Kwa mipango mlionayo mwaka huu wa 2026. Na baada ya kusema hayo, niombe kuleta salamu za Baba Askofu Mkuu. Anajua tuko huku na tulikuwa naye kwa nyakati tofauti, lakini hata tulipokuwa tunamaliza mwaka wa 2025 kuingia 2026, alitupa mstari wa kanisa wa AICT, mstari ambao sasa sijui wachungaji mmeshapokea waraka wangu ngapi? Mna waraka wangu? Waraka wa kikuani mmoja tu, mwingine hamna. Kumbe wengine hata wana hakika. Kwenye waraka kikuani tuna mistari miwili tunayozungumza na inayotupa kauli mbiu. Mstari wa kwanza ni huo unaopatikana katika Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura 19 mstari wa 13, ambao ni wa kanisa lote, unaosema uwe hodari, tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya miji yetu na watu wetu, na Mungu wetu afanye kama atakavyoona vema machoni pake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mstari wa pili ni wetu wa dayosisi ambao unapatikana katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, unaosema kwamba naiweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na kwa sababu ni mstari wa safari wa kutembea katika mwaka huu 2026, nikapendekeza kwamba tuwe tunausoma nitayaweza mambo yote katika yeye afanyaye nini? Anitiaye nguvu. Na kama tuko wengi tunasema tutayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Na hivyo kwa muungano wa mistari hii miwili tukaja na kauli mbiu ambayo tungependa makanisa yote katika dayosisi yetu ya Tabora yatambue na yaweze kuaksi wakati wote, kutafsiri wakati wote, na kuishi wakati wote, na hata wakati mwingine kutekeleza hicho ambacho tunatamani kukiona, cha kwamba tutatenda kwa ujasiri tukiwezeshwa na nguvu za nani? Za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutatenda kwa nini? Kwa ujasiri tukiwezeshwa na nguvu za nani? Za Mungu. Sasa
Ni nini nachotaka kukisema? Mimi kwangu kukutana na ninyi katika mapambazuko ya mwaka huu 2026, ningependa kuachilia hii misali kwako uisome. Roho Mtakatifu akusaidia kuendelea kuitafsiri na jinsi ambavyo unaweza ukaifanyia kazi, ukaruhusu neno la Mungu likusaidie kutenda kwa ujasiri. Amen. Kwa nini nasema hivi? Mwaka huu wa 2026 ni mwaka wa pekee sana na mwaka wa tofauti. Amen. Wataalamu wanasema kwamba yani, mimi tangu nimezaliwa nikajitambua na kufika hapa nilipo, hakuna sijawahi kupita kwenye mwaka ambao unafanana na mwaka huu. Mwaka huu unafananishwa na mwaka 1966. Haya, wangapi walikuwa wameshazaliwa mwaka 1966? Wangapi walikuwa wameshazaliwa? Mmoja pekee, wawili pekee. 1966, yani Januari 1 ya 1966 ulikuwa uko hai umezaliwa. Wangapi? Wawili peke yao. Kwa hiyo ukitaka kujua mwaka 1966 ulikuwaje, kama una kumbukumbu watakueleza. Wale wote ambao tupo ni kwamba kama 66 ulikuwa hujazaliwa, basi hata kama miaka mingine imekuja unaiona kwa macho yako, mwaka huu una mambo ya pekee. Kama ni kufanana, wanarejelea mwaka ngapi? 1966. Upekee wake ni huu. Upekee wake ni huu. Mwaka huu ni mwaka ambao kimsingi una sifa zake. Amen. Ni mwaka wa kuanza kila jambo kwa upya. Ni mwaka wa mianzo mipya. Sasa Kiingereza nasema starting afresh and new beginnings. Ni vitu viwili tofauti. Yaani kama kuna vitu ambavyo umepitia mwaka wa 2025 na miaka ya nyuma, Mungu anataka uone mwaka huu ukiwa umebeba kusudi kubwa la Mungu katika maisha yako na uweze kuishi tofauti na jinsi ambavyo umeishi miaka ya nyuma. Sema amen. Amen. Ni mwaka wa kutumia nguvu. Ni mwaka wa shauku ya mambo makubwa. Ni mwaka wa malengo makubwa yenye kutimia. Ni mwaka wa matumaini na mwaka wa fursa. Kama ulishawahi kuota ndoto, amen, sio za usingizi kwa sababu ya kuchoka, sio ndoto wakati mwingine unaota una pesa alafu unaamka hakuna pesa, sio mwaka wa kuota unafukuzwa na mang'ombe yenye mapembe marefu, sio ndoto za kuota unadumbukia kwenye shimo refu, sio mwaka wa kuota ndoto za namna. Hapana. Tunazungumza juu ya ndoto za mchana. Bwana Yesu asifiwe. Za picha kubwa unavyotaka kuona kesho yako ikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto hizo, anasema hivi, kama utakuwa na hizo ndoto, hata kama utaota ndoto 5, hakikisha kwamba haitadondoka ndoto hata moja. Sema amina. Nafanya kadri uwezavyo ukimwomba Mungu na kumtegemea, na kwa sababu ni mwaka wa hatua za haraka, ni mwaka wa uamsho, ni mwaka wa kujibiwa na Mungu. Lazima ukiamua kutembea na Mungu, Mungu atakusaidia kufika pale unapotaka kufika. Sema amina. Mwaka huu ni mwaka wa utulivu na uwiano. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama kuna kesi nyingi za kifamilia, kesi za watoto watukutu kuliko ambavyo wazazi wanatarajia, kesi za wake kutowasikiliza na kuwatia waume zao, kesi za waume kuwa wakorofi kwa wake zao na kuwapiga na kuwatukana na kuwaita majina, kesi za mambo ya uchumi kutokwenda sawa kiasi kwamba kila wakati una BP iko juu, maisha ya madeni, ya kusongwa na madeni. Mungu anasema anakwenda kusawazisha.
ikiwa utakuwa tayari wewe mwenyewe, Mungu asawazishe. Ni mwaka wa utulivu na mwaka wa uwiano. Kwa hiyo kama ninaweza kuweka maneno haya, kwa sababu ni mengi sana na hatuwezi kumaliza kwa leo. Ni mwaka pia wa ushirikiano, wa umoja na ushirikiano, mwaka wa mwelekeo mpya wa huduma. Amen. Huduma binafsi, huduma ya kikundi, huduma ya kanisa. Mwaka wa mwelekeo mpya wa maendeleo ya kanisa, vitu ambavyo kama tunazungumza. Kwa hiyo tuna matarajio makubwa hata hapa Mpanda, kuona yale mliyoanzisha Bwana anawezesha kuyakamilisha katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mwaka huu, kwa sababu ni mwaka wa utulivu, ninaomba uwe ni mwaka wa kufunga ndoa nyingi na mwaka wa kuzaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni mwaka wa utulivu na mwaka wa uwiano. Isiishe tu kufunga ndoa nyingi na kuzaa sana, lakini kwa wale wanaotaka kuinuliwa katika biashara zao, katika shughuli zao za mashamba, Bwana wapaishe katika jina la Yesu. Kwa kuwa ni mwaka wa utulivu na mwaka wa uwiano, tunaomba kwamba Bwana atasaidia hata hao vijana wetu waliohitimu na ambao wamekuwa kimngoja kwa maombi kuwapatia ajira, ili Bwana awape nafasi na waweze kumtukuza yeye. Kwa hiyo tuna kila kitu tunachoweza kusema. Kwa ufupi, ninapomalizia ni kusema kwamba mwaka huu kama tunaweza tukauelezea kwa lugha ya wakulima, tunasema ni mwaka wa mavuno mazuri. Sema amina. Mwaka huu kama tunaweza tukauelezea kwa lugha ya wafanyabiashara, tunasema ni mwaka wa faida kubwa. Kama tunaweza tukauelezea kwa lugha ya wafanyakazi, tunasema ni mwaka wa kuinuliwa ama mwaka wa promotion. Na kama tunaweza tukauelezea kwa lugha ya kitaaluma ya darasani, tunasema kwamba ni mwaka wa kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niulize, ni nani ambaye hataki faida? Nani ambaye hataki faida katika maisha yake? Nani ambaye hataki mavuno mazuri katika shamba lake? Ni nani ambaye hataki promotion, kuajiriwa na kupandishwa cheo? Ni nani ambaye hataki kufaulu? Kwa hiyo niombe Bwana atusaidie. Tunapoambiwa uwe hodari, tukajipe moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji yetu, na Mungu wetu afanye kama aonavyo vema. Ni swala la uhodari, ni swala la ujasiri, ni swala la kupambana, ni swala la kumtanguliza Mungu, ni swala la kuishi maisha matakatifu, ni swala la kutembea katika maadili, ni swala la kuamshwa tena, ili kwamba kama ambavyo mwaka huu ufananishwe na miaka mingine ambayo wengi wetu tumeishi. Unaporejea katika mwaka 1966, basi tuone wema wa Bwana ukiwa juu yetu. Tuone baraka za Bwana zikiwa juu yetu. Tuone Bwana akitia nguvu mikono yetu na miguu yetu kusimama imara kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo, na kwa ajili ya nini? Ya shuhuda, testimonies ya yale ambayo Bwana ameanza kutenda, atakayoendelea kutenda, na hata tutakapokuwa tunafika mwisho wa mwaka. Wewe, mimi naelekea mkono huu, lakini mkono wako huko. Tutakapokuwa tunafika mwisho wa mwaka, tuweze kuzihesabu baraka za Bwana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Niombe asiwepo mtu wa kutegea. Niombe asiwepo mtu wa kuishi kimazoea. Niombe asiwepo mtu wa kurudi nyuma. Na siku zote, kwa sababu mwaka huu ni wa neema na baraka, siku zote fungu la baraka zetu liko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Amsha basi ile shauku moyoni mwako. Mwambie Bwana akuguse tena. Amen. Mwambie Bwana akutie nguvu tena.
juu yako tena. Amen. Mwambie Bwana aongoze tena hatua zako. Amen. Mwambie Bwana akuinue tena. Lakini haya yanawezekana tu kama iko nia ya nguvu ya imani toka moyoni mwako, vile utakavyokusudia kutembea na Mungu katika maisha yako. Na hakuna namna ambayo mtu anaweza kusema kwamba anatembea na Mungu akafananishwa na Henoko, ambaye anasema hata kabla kutwaliwa alishuhudiwa kuwa alikuwa amempendeza Mungu. Tunampendeza Mungu kwa njia ya neno lake. Sema amina. Soma neno la Mungu. Amen. Muda wako mwaka huu tafadhali usitumie muda mwingi kutembea kwenye Facebook, kutembea kwenye Instagram, kutembea yaani hiyo mitandao ya kijamii itakumalizia muda. Tumia muda wa kutosha kusoma neno la Mungu. Tumia muda wa kutosha kumwomba Mungu. Pata muda usiopungua hata nusu saa. Mwambie Mungu juu ya mahitaji yako. Mwambie Mungu juu ya malengo yako. Mwambie Mungu juu ya nyumba yako. Mwambie Mungu juu ya mahali pako pa kazi. Mwambie Mungu juu ya shamba lako unalolilima. Mwambie Mungu juu ya biashara yako. Mwambie Mungu juu ya uzao wako. Na ukifanya hivyo, utaiba kama yule mwanamama dada yetu takatifu aliyetangulia. Unapozuru wengine usilipite. Amen. Hutapitwa hata mara moja. Bwana atakuwa mbele yako, utamfuata, na siku kwa siku utakuwa unashuhudia na kuelezea matendo makuu ya Bwana maishani mwako, baraka zile anazoziachilia juu yako, na utaishi kumsifu na kumtukuza daima. Tangu nimekuwa askofu na miaka yote ambayo ninaleta ujumbe mwanzo wa mwaka, kama ambavyo nileta 2023, nikaleta 2024, nikaleta 2025, mwaka huu wa 2026, kadri ambavyo Bwana ananionyesha, ningeomba kama unavyojeleza huu mwaka ukawe mwaka wa baraka tele kwako, ukawe mwaka wa kuinuliwa, na ukawe mwaka wa kusimulia matendo makuu ya Bwana katika maisha yako. Amen. Na baada ya kusema haya, malizia kwa kusema hivi. Tulikuwa mara nyingi tunapokuwa wachungaji wateule, huwa tunaingoja sana siku ya kuwekewa mikono, sababu wakati mwingine unapokuwa mteule unakuwa huwezi kupambanua jema na baya, na mchana na usiku, na niseme nini na nisiseme nini. Ni kama sasa nimwaagize watu hawa, na nikaanza kuagiza, basi wataniona hapa tumeletewa mtu wa ajabu sana. Wengi huwa wanaamua kutulia. Ni mnyama gani mtulivu? Kama kondoo, ili kungojea siku ile. Sasa hapa nilichokiona, naona hapa jamani, ingia tu ameshaanza kazi tayari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nafikiri baba mchungaji msaidizi wa askofu, tunaweza tu tukamaliza leo tukampa kola yake na stola na mshipi, ili tutakapomaliza tu tuwezekane tufanye kwa haraka ndani ya juma hili. Tukimaliza ziara yetu, hata kama ni Alhamisi, tukimbie kurudi Tabora, kwa sababu hapa tayari moto unawaka. Bwana Yesu asifiwe. Au mnaonaje? Mnasemaje? Si sawa hiyo? Tumalize tu leo. Amen. Tumalize leo. Kumbe bado. Ila tuna appreciate kazi kubwa mnayoendelea nayo hapa, na support mnayompa uongozi wa kanisa pamoja na Wakristo wote. Bwana awabariki, na pigeni makofi makubwa. Mungu akubariki sana mchungaji mteule pamoja na mama. Mungu akubariki katibu wa pastorate na katibu wa jimbo, na vitu vingi vizuri huwa tunahitaji kusema wazi. Amen. Nilipoanza kusema kwamba mama askofu anaona, ile mara ya kwanza tu tulipokuwa hapa alisema kwamba kanisa lina katibu mzuri sana. Na akasema kwa uzoefu wetu tangu tumekuwa wachungaji makanisa wote tulioenda,
anamfananisha tu na katibu mwingine mzuri mahali fulani. Kwa hiyo tunaamini katibu ni mtendaji anayewezeshwa na viongozi wa kanisa kutenda. Amen. Na anatekeleza yale ambayo baraza linafanya nini? Linaazimia. Na kama yako mambo ya kukubaliana kama kanisa kwenye mikutano yenu, kwenye vikao vyenu, anatekeleza. Kwa hiyo tunaposifu katibu, tunasifu kanisa kiujumla. Amen. Bwana wabarikeni sana. Nataka sasa tuende mbele za Mungu kuomba. Na tutaimba tu ule ubeti mmoja wa mwisho katika nyimbo za sifa namba 4, na niombe tuimbe toka moyoni na tuimbe toka katika kina cha mioyo yetu, sababu mwaka huu ni mwaka wa mwisho. Hayo matunda na baraka na mafanikio na utukufu tunaozungumza hautawezekana kama Mungu hajatuamsha tena. Amen. Haitawezekana kama hatujaamua sisi wenyewe kuwa watu wa kulisoma neno likajaa mioyoni mwetu, likawa taa ya njia zetu na mwangaza wa njia zetu. Halafu hilo likatujenga na kutuimarisha, hilo likatusimamisha tukiwa tumetakaswa mbele za Bwana. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio nini? Ndio kweli. Halafu kama hatutakuwa watu wa maombi kama nilivyotangulia kusema. Kwa hiyo tunapoimba huo ubeti, yawe maombi yetu mbele za Bwana. Amen. Na wakati tunaimba, yeyote ambaye atakayeona vema kusogea mbele tupate kuomba pamoja naye katika maneno haya ya ufunguzi wa mwaka jioni ya leo katika kanisa la Mungu hapa AICT Elimu Mpanda mjini, mahali pa utulivu, mahali pa baraka na mahali pa ufanisi. Basi utakuwa unapiga hatua ili tuweze kuomba pamoja hapa mbele. Niombe tafadhali katibu wetu wa dayosisi tuongoze kwa huo wimbo namba 4, ubeti ule wa mwisho. Tuamshe tena, tuamshe tena, tujaze na pendo na moyoni uwashe moto wa Roho. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amen. Haleluya, usifiwe. Utubariki. Tuamshe tena, tujaze na pendo na moyoni uwashe moto wa Roho. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amen. Haleluya, usifiwe. Niombe kitu kimoja. Kama hujui wimbo basi ukamate tu, lakini maneno yake ni rahisi sana. Ni wimbo ulio mwepesi. Tunaposema tuamshe tena, tujaze na pendo na moyoni washe moto wa Roho, ni maombi. Amen. Ni nini? Ni maombi. Niombe tuwe na maombi yetu ya pamoja kwa umoja wetu kupitia huu wimbo. Tuimbe tena, tupaze sauti kadri tunavyoweza. Changamoto sijui ni jioni, labda sijui ni kile ambacho Waingereza wanasema Mondays are always blue Mondays, ya kwamba siku za Jumatatu labda huwa ni siku zinazokuja zikiwa zimeambatana na uchovu. Tunaweza tukawa na uchovu wa kimwili kwa namna yoyote, lakini tuhakikishe kwamba nguvu ya imani inayozungumza ndani yetu ishinde huo uchovu wa mwilini. Amen. Ili kwamba Bwana athibitike katikati yetu jioni ya leo. Hebu changamsha nafsi yako,
Iambie nafsi yako kwamba changamka, nafsi yangu mbele za Bwana, ili kwamba tusiimbe kwa huzuni, tusiimbe kwa uchovu, tusiimbe kwa mazoea, tuimbe kwa namna ambayo tuna matarajio, tuna passion, tuna shauku ya kuona Mungu akifanya kitu katika maisha yetu. Amen. Mara moja tena, hebu tuimbe kwa pamoja kama maombi ya pamoja mbele za Bwana. Mkono wako kuume na ukiweza mikono miwili kadri unavyojisikia kwa huru mbele za Bwana. Inua mkono wako ili tukamwambie Bwana jioni hii kwa mchana mwingine wa neema ambao umeufanya kwa ajili ya maisha yetu. Tunazo shukrani nyingi ambazo tunaziona kwa sababu Bwana ametutendea. Kuwa wazima wenye afya na nguvu hata kufika jioni ya leo imechukua mkono wa Bwana. Kukujalia kufika hapa imechukua mkono wa Bwana. Kukujalia kufanya yale uliyoyafanya toka tarehe 1 mwezi wa kwanza hadi leo tarehe 23 mwezi Februari, siku zipatazo 54 imechukua mkono wa Bwana. Ndoto zako zinategemezwa na mkono wa Bwana. Umelindwa na Bwana, umetunzwa na Bwana. Bwana amekusaidia na hawezi kuishia leo iwapo utajua kwamba yeye ni Bwana wa maagano na Mungu wa mibaraka. Unaingia tena katika agano jioni ya leo, ili kwamba Mungu aendelee kuwa Mungu wako kwa siku za usoni, ili Bwana aendelee kuwa Bwana mibaraka juu ya maisha kwa siku za usoni, ili Bwana aendelee kukupigania, ili Bwana aendelee kukushindia, ili Bwana aendelee kukufanyia nafasi, ili lile tunalozungumza tukiungana mtumishi wa Mungu katika Nyakati ya Kwanza sura 19 mstari wa 13, anayemwambia ndugu yake na kusema uwe hodari, tukajipe moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji yetu, na Bwana afanye kama atakavyoona vema machoni pake. Acha yewe maombi yetu jioni ya leo kwa utukufu wa Mungu mwenyewe. Je, uko vitani? Umeanza mwaka huu kwa ugumu, umeanza mwaka huu kwa mateso, umeanza mwaka huu kwa namna ambayo hata uioni kesho yako. Amini kwamba yuko Bwana anayeweza kukuvusha. Yuko Bwana anayeweza kutendea matendo makuu ya ajabu. Yuko Bwana atakaye kufanyia njia, kwa sababu yeye hufanya njia mahali pasipokuwa na njia, na yeye huachilia chemchemi za maji jangwani. Yeye atasalia kwa Mungu siku zote. Ndio maana tunasimama mbele zake kumwambia tuko hapa, utuamshe tena. Mwambie Bwana, una ndoto zipi? Mwambie isidondoke hata moja, ili ziweze kutimia. Na ikiwezekana katika robo hii ya kwanza ya mwaka, ama robo ya pili ya mwaka, kwa maana nusu mwaka, ama robo ya 3 ya mwaka, au hata kama itafika Disemba 31, yale tunamwambia jioni ya leo aweze kuyatimiza kwa neema na baraka zake, kwa kujua kwamba sisi ni watoto wake na yeye ni baba kwetu, na siku zote anatuwazia mema tunapofanya haja zetu shukrani kwake, na kwa kuwa yeye anajishughulisha na mambo yetu, hata fadhaa zetu atajitwisha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunapoomba mwambie Bwana afanye kitu. Mwambie Bwana afanye kitu. Anza kuomba. Kama umekuja kwa sababu tu ya kusimama, nyamaza. Lakini kama umekuja unajua unahitaji, una matamanio, una shauku, una mipango, una haja ya moyo, hata kama ni mzigo wa kifamilia, ni mzigo wa kibiashara, ni mzigo wa madeni, ni mzigo wa kazi ambao umefanya kwa miaka mingi bila kutekelezeka, mwambie Bwana afanye sasa jioni leo. Kumbushe Bwana anasema njoni tusemezane. Yes, leteni hoja zenye nguvu nami niwapatie haki yenu. Na anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Tafadhali ni kuomba omba pamoja na mimi kama tulivyomwambia Bwana katika wimbo huu kwamba tuamshe tena na mioyoni mwetu uwashe moto wa Roho baada ya kumimina pendo lako
jioni ya leo. Mfalme wa uzima, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru jioni ya leo kwa nafasi ambayo umetufanyia, kwa namna ambavyo uko mwema siku kwa siku katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya wanao wa kike na wa kiume wanaosimama mbele zako jioni ya leo. Tunaomba leo Mfalme ukatukumbuke tena jioni ya leo. Tumesikia kile ambacho mwaka huu unacho kwa ajili yetu. Tunajua ni mpango wako Bwana kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya malango yetu, kwa ajili ya uzao wetu, kwa ajili ya kazi zetu, kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya kazi zetu za mashambani, kwa ajili ya masomo yetu, kwa ajili ya mipango tuliyo nayo. Ukasimame tena kwa ajili ya hiyo neema, hata kwa ajili ya huduma uliotuitia nyumbani mwako Bwana. Simama tena pamoja na wahubiri wa neno, simama tena pamoja na wainjilisti, simama tena pamoja na watumishi wako wachungaji, simama tena pamoja na watumishi wako wazee wa kanisa, simama tena pamoja na watumishi wako huduma kanisa, simama tena pamoja na watumishi wako viongozi wa idara, simama tena pamoja na watumishi wako waimbaji, kwaya zote, MPC, Reparation, akina mama na kila mmoja ambaye anahusika kwa kinywa chake kuwa mtumishi wako kwa ajili ya fadhili zako. Ndivyo tunavyoomba jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Achilia mafuta mabichi tena, ukatupaka tena mafuta mabichi, tukauona uweza wako, tukaziona nguvu zako, kaiona mamlaka yako unapowasha tena moto rohoni toka utosi wa kichwa hata unyawa mguu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uso wako unapotembea, unapokwenda pamoja nasi, tukiona uaminifu wako kama wana wa Israeli walipofika elimu, mahali pa utulivu, mahali pa baraka na mahali pa ufanisi. Ndivyo tunavyojitabiria jioni ya leo kwamba utakwenda kuachilia neema na nguvu zako, kwamba utaendelea kuachilia baraka zako, kwamba utaendelea kuachilia mamlaka timilifu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakiweko dhaifu kwa jinsi ya mwili, wakiwepo dhaifu kwa sababu ya vitu wanavyokabiliana nao, tunakataa katika jina la Yesu. Tunasimama kinyume na mamlaka za kuzimu, tunasimama kinyume na nguvu za magonjwa, kwa sababu umesema katika neno lako kwamba utabariki chakula chetu tunachokula na maji yetu tunayokunywa, kisha tutuondolea maradhi na magonjwa yasiwepo katikati yetu. Ndivyo tunavyokiri jioni ya leo kwa ajili ya watakatifu wako, kwa ajili ya kanisa lako, unapolifanyia nafasi, unapoinua tena, unapothibitisha ukuu na uwezo na nguvu zako, unapojibu kwa moto, unapoachilia baraka za uponyaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hila za adui na mipango yake tunasimama kinyume, nguvu za giza, mishale ya moto, silaha za maangamizi na roho ya uharibifu, vile vitu vinavyofanya kazi katika ulimwengu wa kuasi, tunakataa, tunavunja, tunaharibu katika jina la Yesu. Moka katika jina la Yesu, hautakuwa na shirika katikati ya watakatifu. Bwana yupo katikati ya watu wake kwa ajili ya kuwahudumia, kwa ajili ya kuwahudumia, kwa ajili ya kuwahudumia vyote vya kishetani, mapandikizi ya tui na kila roho ya malipizi, tunasimama kinyume, tunavunja na kuharibu. Tunaamini katika mwaka wa utulivu, mwaka wa neema, mwaka wa baraka ambao Bwana atakuwa mbele yetu kutupigania, nasi tutakaa kimya, ambaye Bwana atatuinua tena, ambaye Bwana atatufanyia nafasi. Yes, katika vita wale yote yeye atatupigania na kutushindia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Na iwe hivyo jioni ya leo kwa ajili ya watakatifu hawa, kwa habari ya matamanio yao, kwa habari ya mioyo yao, na kwa habari ya yale ambayo yametusogeza mbele zako Bwana jioni ya leo. Tunakushukuru, tunakuinua, tunalibariki jina lako. Fanyika uponyaji katikati yetu. Achilia tena moto, 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 achilia tena moto. Kamba za kuzimu zinalegezwa, mamlaka ya kuzimu inabatilishwa, na kila roho ya hofu na shaka vinabatilishwa. Anaachiliwa roho wa uzima, anaachiliwa roho wa neema, anaachiliwa roho wa uponyaji, anaachiliwa roho wa baraka. Pokea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ili neema ya Bwana ipate kutosha jioni ya leo na kwa siku zijazo za usoni, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndivyo tunavyoamini jioni ya leo, ndivyo tunavyokuja mbele zako jioni ya leo. Hakuna mtu anayesimama mbele zako Bwana ambaye hutamgusa jioni ya leo. Gusa tena Mfalme, gusa tena Mfalme, gusa tena Bwana, gusa tena Bwana, gusa tena Bwana, toka utosi wa kichwa hata unyayo mguu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea nguvu za Bwana, pokea nguvu za Bwana, pokea nguvu za Bwana, pokea nguvu za Bwana. Akiwepo yeyote anayekungoja kwa ajili ya kufunguliwa, kuguswa na kufunguliwa, akafunguliwa ya jioni ya leo.
Kristo aliye hai, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Baraka za Bwana ziwe juu yako. Bwana akainua tena huduma yako. Bwana akainua tena jina lako. Bwana akainua tena nafsi yako. Bwana akainua tena nyumba yako. Bwana akanyosha tena mapito katika malango yako. Vyara zote za adui zipate kushindwa na kunyamaza kimya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakushukuru Mfalme kwa sababu wewe ni mwema. Tunalibariki jina lako. Tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa sababu unasikia maombi yetu. Maana umesema tulete hoja zetu zenye nguvu upate kutupatia haki yetu. Umesema tuombe tupewe, tafute tuone, tubishe tufunguliwe. Umesema haja zetu zijulikane na wewe Bwana. Umesema tukutwisha fadhaa zetu Mfalme, kwa maana unajishughulisha sana kwa ajili ya mambo yetu. Wewe ni Mungu mshindaji, unayetuongoza katika vita ya kiroho, unayetupatia ushindi, unayetuinua tena baada ya kuwa dhaifu na wanyonge. Maana ni wewe unayetutia nguvu tena, ni wewe unayetuinua tena. Sasa na Zaburi kwamba hawa wanainama na kuanguka, lakini sisi tunainuka na kusimama. Hawa wanataja magari na farasi. Bwana kujalie neema, Bwana kusimamishe tena. Bwana akakutumie kama chombo cha baraka kilichotengenezwa kwa kila kazi iliyo njema na kwa utukufu wake mwenyewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana akuwezeshe kupokea. Ninakushukuru Mfalme kwa ajili ya jioni ya leo. Tunalibariki jina lako kwa ajili ya kanisa. Acha malango yake yawe wazi mchana na usiku, wakajitoe katika kulisoma neno, wakajitoe katika semina, wakajitoe katika kuomba, wakajitoe katika kazi za kutumikia wewe kwa baraka ya nguvu na rasilimali na muda wao, ili wapate kusonga mbele wanaposhuhudia wema na uaminifu wako katika maisha yao, katika jina la Yesu. Walinde na kuwatunza na kuwapa umoja na ushirikiano na kupendana katika jina la Yesu.